Wewe kama mzazi, ukishaona mtoto wako hawezi kufanya vitu fulani au anahitaji kufanya kitu fulani, lakini mpaka umpe simu au umpe laptop au iPad au hizo gadgets, lazima urudi nyuma na kujitafakari mara mbili, kwa sababu sisi kama wazazi kwa kizazi hiki ambacho tunaenda nacho, kuna jinsi tumewafanya watoto wetu wawe too much addicted na hizi gadgets. Kwa mfano, unasikia mtoto hawezi kula bila kuwa na simu, kwa hiyo lazima awe na simu special kwa ajili ya mtoto kula na kumwekea bundle and all that ili mtoto aweze kula. Au mwingine mpaka alale, mpaka watu wote nyumba nzima waweze kwenda kulala. La sivyo lazima awe anaangalia TV au anaangalia simu yake au vitu vingine. So neno la Mungu linatukumbusha leo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 12. Vitu vyote ni halali kwangu, lakini si vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali kwangu, lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Kwa hiyo vitu vingi ni halali, yes. Lakini je, vinafaa? Is that the way you want your kids to be? Kwa sababu, one thing pia mimi nimenotice ni kwamba, mtoto akiwa too much exposed na hizi gadgets, hata focus yake au niseme concentration yake, darasani au kwenye sehemu za muhimu, inakuwa ni ndogo sana. Yaani unakuta mtoto anakuwa hana ule utulivu ambao unahitajika. Na sasa hivi zimeenda mpaka extreme cases. Unakuta kanisani, watu wanaabudu, wanafanya vitu kama hivyo, lakini ili mtoto wako aweze kutulia, unaamua kumpa simu. Achukue simu, aendelee kuangalia vitu vingine, ili wewe uweze kufocus na ibada. Na ndio maana tunakuza kizazi, au niseme watu wazima ambapo, unakuta kanisani ibada inaendelea, mtu yuko Instagram, mtu yuko TikTok, mtu yuko kwenye simu WhatsApp. That is not right. Kwa sababu kuna mbegu tayari ilipandwa kuanzia ikiwa huko mdogo. So wewe kama mzazi au wewe kama mlezi, chukua hatua na jitafakari. Je, yes, matumizi ya simu yapo au matumizi ya hivi vifaa vya mawasiliano yapo, lakini je, mtoto wako anayatumia kwa kiasi gani? Wewe pia, do you have a control ya hivyo vitu? Au ni kwa sababu tu unataka ni kama vile tumeshift malezi au tumeshift majukumu yetu ya kuweza kuwakataza watoto au kuwaregulate kufanya 1, 2, 3, tunaiachia simu au tunaachilia iPad ziweze kufanya hiyo kazi. So Mungu atusaidie sana katika kizazi hiki ambacho kina changamoto nyingi. Ninaamini kabisa utakaa, tutafakari na utachukua hatua. Mungu akubariki sana.